Yaani huyu ni kuchi. Kuchi ndo nani? Yaani Dumbia ukimbiaji wake sawa na kuchi. Kuchi unajua kuchi kaka? Ile mikuku ya Kizanzibari migoko mirefu. Yaani kuku lina mwezi mmoja akikaa kama kuku wa Kiswahili kapitwa urefu. Mikuchi unajua mikuchi? Mimi sijui. Kuna mikuku inaitwa mikuchi Zanzibari. Mtu yote mtu wa pwani anajua mikuku ile mikubwa mikuchi ile. Na Dumbia sawa. Na ukimbiaji wao sawa. Dumbia za sawa na kuchi. Yaani Dumbia usimfananishe na Osimhen yukufa. Wewe hiyo dhambi kaka. Yaani unajumfanisha na kuku Osimhen. Hiyo dhambi. Dumbia mimi namfananisha na kuchi mikuku ya Kizanzibari ile. Miguu mirefu kukimbia haliwezi. Kutumia miguu hawezi. Haya unatumia nini kichwa? Akigonga mwamba nje. Sasa tumpe nini atumie tumbo? Sio Osimhen. Kaka, wewe hiyo dhambi. Afanye Osimhen. Wewe kufanya kwa shida bwana. Wewe fanya wapi bwana? Watu wafanisha kwa sababu mibichi ile. Miondoko. Hakuna miondoko Osimhen pale bwana. Mtu miguu imekaa upande kaa bata viko na Osimhen pale. Wewe vipi na wewe bwana? Wewe unifananishi striker yoyote alikuja Tanzania mbovu. Yaani huyu kazidi zaidi ya wote. Hata kile Michael Sapongi wote ukawazidi. Wanakuambia atashauriwa mmoja aingie ndani pale. Wewe mtu kapooza huyu. Yaani jitu lina mwili mkubwa, mrefu, afu na damu ya kupooza. Ndio shida ile kupona huyu jamaa. Yaani kama ingekuwa Mtanzania mimi ningesema alikuwa anajikojolea kitandani live nakwambia. Si ndio damu inanyongonyea? Pale shida iliyokopo Simba ya pili. Umenisoma? Madalali wa Simba wawe na huruma. Wawe na huruma na nini labda? Hizi ni pesa. Okay. Kipindi Simba wanaitazama Yanga inachukua kombe mara 5 mfululizo, wana Simba akasema mwaka huu sasa tunakuja kivingine. Wakitegemea usajili wa nini? Wa maangamizi, ndo kaletwa Dumbia wewe. Usajili wa maangamizi. Ndo kaletwa nani? Dumbia. Unaofikiri wana Simba hapo watokee siku wamepigwa goli moja tu? Usiseme Dumbia, sema teka la boli. Awe dhambi hiyo kaka, mkuchi. Wakamleta huyu kuchi huyu. Asa itokee wana Simba siku wamefungwa mechi moja, utaona wanaanza yaani watasema makosa yote haya yanayojificha sasa hivi kipindi Simba inashinda. Serious nakwambia. Ina maana mapovu wameweka moyoni mpaka wafunge mechi moja. Na wanayo. Wana Simba kiukweli makovu wanayo. Wanasubiria tu siku utaanza kusikia. Hapo wataanza na mangungu kwanza. La kuanzia sasa hivi Dumbia. AKA kuchi la Kizanzibari. Okay. Yule ni kuchi, yaani yule ni kuchi. Yaani hata watangazaji wakitangaza achukua mpira kuchi apiga kichwa nje, mpira unashota tena kwa kuchi, ingenoga kuliko Dumbia. Wenye majina ya Dumbia anatukanisha. Pale Simba wamepigwa, hamna kingine. Kwa Dumbia live wamepigwa. Kwa sababu kuna mchezaji yule akasema huyu nampa muda. Lakini mchezaji anakuonyesha mwanzo hata ukimpa muda huyu sefuri. Afu alikoete MVP kwao. Jamani, mnatia aibu kina Diala mai. Kwani Diala alikuwa MVP kwenu huyu? Sikatoka Mali huyu? Sikatoka Mali huyu? Mali. Tumuulize Diala anamjua kweli huyu? Anamjua. Huyu Diala anamjua. Diala unamjua kweli jamaa huyu? Huyu kuchi huyu. Kashakugoga makombola ya kutosha. Diala kama ushakufungwa na huyu kuchi. Amina alia. Haki ya Mungu kama Diala ashakufungwa kwa kwao na Dumbia huyu kuchi, mimi nalia haki ya Mungu. Huo ni msiba. Ni msiba mzito sana. Kama Diala alishakufungwa na huyu kuchi kwa kwao Mali. Na kama huyu ndio MVP basi Mali ligi yenyewe hamna. Ina maana pale Simba kuna msiba mzito. Kwani Masiala? Unaweza kujua Masiala kwa tunaongea ukweli. Unajua kuna vitu vingine mtu anakusikiliza lakini vinaigusa kwenye ukweli. Na ndio maana unaoguswa kwenye ukweli huwa hata like zao zinakuwa mbovu. Ujue kuna mtu anatukana tu limemgusa hilo. Limemtouch. Limemtouch yani. Okay. Kwa hiyo hana jinsi ya kukujibu, anakurupuka na lugha mbovu mtandaoni. Lakini kiukweli leo mechi ya Simba na Coast. Simba alichofurahia ni pointi 3 tu. Simba leo alichofurahia ni pointi 3 tu, lakini laza ya mpira hakuna mwana Simba aliyoiona kiukweli. Leo sasa mbona tusikia hata kelele? Nani apige kelele kwa mechi ile? Upige kelele kwa stoka gani kaka? Sema tuenjoy. Utaenjoy nini? Anayetaka kukufanya wewe ukaenjoy anatuliza mpira kwenye ugoko. Wewe utaenjoy nini? Sio kutuliza. Dumbia anatuliza mpira kwenye ugoko kama mitabachani. Wewe unafikiri wewe utaenjoy nini hapa? Ndio mambo makubwa wanaofanya mateka ya boli. Kaka pale wamepigwa. Hakuna ubishani wala ubisho. Pale wamepigwa. Kitu kipo real live.
kwa Simba hii unavyoiangalia kwa sasa hivi, una nini labda la kuwaambia labda wajirekebisha basi sehemu hii labda ambayo maybe itakuwa ndio tatizo? Simba kwanza punzi hawana. Punzi kisoda. Punzi kisoda live nakwambia. Simba yani punzi kisoda. Nilivyotazama cha kwanza. Pili. Kocha wa fitness Simba kazi anayo. Ana kazi ya kufanya. So anakula big jig kutunisha kitambi. Atazame timu inavyokwenda kwanza. Umeelewa? Fitness. 3. Benchi la ufundi la Simba likae waambie wanachezaji wa Simba kuwa wana Simba wote Tanzania wanawatazama nyinyi. 4. Waache kusikiliza migongano ya viongozi wao. Si umeelewa? Kwa sababu nikikwambia hivyo ninamaanisha nini? BMT kule umetoa nani mifumo yao. Kwa klabu inatakiwa ina wadhamini wasizidi zaidi ya watatu. Simba Sports Club mdhamini si mmoja. Au sio bwana? Mimi kama mimi kwa mtazamo wangu kwa huyu bwana mkubwa Mudi awe fair play, aruhusu hata wawili waongezeke. Umenisoma Jeruti. Huyu Jeruti anayemdharau huyu. Jeruti anayemdharau. Mimi namtazama kama engineer Ellis anayekuja Simba kupitia mfumo wa jezi. Nyuma ya Jeruti watu wanataka timu kama alivyowekwa engineer na Garibu. Wana Simba tu hawajastuka kwenye akili zao kujua kuna neema inakuja. Kuna mtu amekuja. Tupo nayo Jeruti, lakini hawataki kutumia njia zao. Sijawaambia wamfukuze Mo, watumie hekima na busara. Ila kwa Simba hii kimataifa eti ndo tunayo robo finali au waende nusu hii. Simba hii bamia hii. Hilo jorojo mikamasi. Hilo cheza leo hii nasitoka wao ule kuchi ule. Basi kama watafika robo finali kwa Simba hii, mimi nitastaafu naachana kwa kushangilia mpira hata mwaka mzima, nitapumzika. Maajabu. Utaamini? Maajabu. Mnyama huyu anayekuambia kwamba nje ndo anakuwa hatari kuliko ndani. Wewe, kuna watu walipita nje kwa hatari. Chama mwenyewe na washangaa wenzake uwanjani pale. Simba akiwa kimataifa anakuwa na hatari. Hiyo zamani bwana, tusiishi kwa historia bwana. Sasa hivi. Wewe. Ndio maana Bwana Yesu alisema sio kila semaye haleluya ataona ufalme wa mbinguni. Wewe unaonaje? Hakuna kitu kaka, tuongea ukweli hapa bwana, tuongopeane nini bwana? Timu tumeiona meja ile pale bwana. Tena uwanja wa nyumbani kama wao ndo wageni. Na Coast wenyewe kwa sababu wamepoza tu. Wengekuwa Coast wao changamka kama msimu uliopita. Hii game Coast walikuwa naiamua. Serious nakwambia. Sawa. Sio umeelewa? Steve Baka awe makini. Tunawakumbusha tafanyeje sasa? Ukaona mwenzako kafiwa au ana matanga, labda ujisogeze jirani kutoa pole ataza kinafiki. Inabidi tuwakumbushe hawa jamaa wasipotazama msimu tunachukua tena. Sawa. Mimi na ushakwenda Zanzibar kaka? Shaenda. Ukitoka kwenye gati pale juu kuna bonge la bango lina alama ya Simba. Ananyishwa nini? So chai. Zanzibar Simba ananyishwa nini? So chai. Garibu Bilali kamshika Simba anamfanya nini? Bosi wetu JSM. Madevu. Anamshika madevu Simba. Inamaanisha hawa Simba wote wamelegea, au sio? Ndio Simba waliocheza leo JSM hiyo. Goli walilopata ni bahati tu. Sasa mimi naomba nikushukuru. Sasa hivi. Na kuchi wako ule. Alafu mmeenda kumpiga bleach naye kasha ngingi kuchi. Huyo kuchi. Moja mwoshe kuchi anavyokimbia. Osha ile mikuchi ya Kizanzibari inavyokimbia. Ile mikuchi. Osha ile mikuchi inavyokimbia Kizanzibari. Inapokuja, yani ulielewe, yani kuku gani inakuja na dunda hivi. Sasa wewe striker anakuja kama hivi afaa kimbia jeshi ndio nini sasa? Mpira wa kichwa baada ya kuruka hivi, yeye anapiga hivi. Ndio nini sasa? Yule hajui. Shukrani. Yaani pale yule Anderson Kopiane bwana, wote tunajua mpira. Yule hajui na pale majirani pale wamepigwa. Hawa madalali wa Simba kaka hawa. Kama wanapangisha viumba, hawaeleweki. Hasa wewe kweli wakuwapiga watu ile kama ile Dumbia kwa jamani ndio mmewakanda Simba hivi wanataka nao wachukue kombe mwaka huu. Kama wakichukua kombe na timu hii Simba, basi jua kuna mkono wa mtu nje. Shukrani. Serious nakwambia. Haya kaka.